ما من إنسان في هذه الحياة الدنيا إلا وهو يطمع بالحياة السعيدة ويأمل في الراحة والطمأنينة وراحة البال والطمأنينة النفس، وهذا مطلوب للجميع عباد الله. hakuna mwanadamu katika haya maisha ya dunia isipokuwa anatamani na kutaraji maisha yenye furaha, na anataraji kuipata raha na utulivu. Kila mmoja katika nafasi yake anatamani na kutaraji maisha yaliyokuwa mazuri na yenye utulivu, raha ya akili, utulivu wa nafsi. Hili ni jambo ambalo kila mwanadamu analitaka na anadhililia katika maisha yake ya kila siku. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن جعل لهذا الأمر أسبابا. نكفضل الله سبحانه وتعالى أمويك سباب وجعل الطريق إلى الطمئنان والطمأنينة، نأمويك njia za kumsaidia mtu kufikia lengo lake hili. Allah subhanahu ameweka sababu ambazo mtu akijipamba nazo zinamfikisha katika raha ya maisha, katika furaha ya maisha, mafanikio ya maisha. Wa min a'zami asbab ibadallah, ni miongoni mwa sababu kubwa التي تجعلك تعيش حياة الطمأنينة والراحة والأمن النفسية، sababu ambayo itakayokupelekea wewe uishi maisha yaliyokuwa na furaha, maisha yenye utulivu, amani ya nafsi. Hadha al-amru ibadallah wa huwa al-qanaa. Ni hili jambo enyi waja wa Allah linaloitwa al-qanaa, kukinaika. Arafaha al-ulama, wanawachuoni wamelielezea neno hili maana yake, wakasema huwa ar-ridha bima a'taka Allah, ni mtu kuridhia alichokupa Allah, ukakiridhia kile ambacho Mola wako amekupa. Yakulu al-Imam Suyuti rahimahullah, anasema al-Imam Suyuti akielezea maana ya qanaa, akisema ni ar-ridha bima duna al-kifaya, ar-ridha bima duna al-kifaya wa 'adamu at-tashawuf ila al-mafqud wal-istighna' bil mawjud. Ni kule kutoshelezeka mtu, ni kuridhika na kile alichokipata na kuto kuyatamani ambayo hayapo, bali vile vile ni kuridhika na kile alicho nacho. Hiyo ndiyo maana ya qanaa. Kwa maana hii ibadallah, jambo la qanaa ndiyo raha, ndiyo starehe. Al-qanaa ndiyo starehe na ndiyo utulivu. Wa hiya al-hayatu at-tayyiba, qanaa ndiyo maisha mazuri. قال مولى جل جلاله، الله سبحانه نسيما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله نسيما yoyote mwenye kutenda amali njema, mwanaume au mwanamke, hali ya kuwa ni mu'min, tutamhuisha na kumpatia maisha yaliyokuwa mazuri, maisha yaliyokuwa mema. Yakulu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, amirul mu'minin, Ali anasema alhayatu at-tayyiba alqanaa, maisha yaliyokuwa mazuri yanayokusudiwa katika aya hiyo ni kukinaika. ويقول الحسني الحسن البصري رحمة الله عليه، الإمام الحسن نسيما الحياة الطيبة القناعة، maisha mazuri utakayopewa na Allah ni alqanaa, ni kukinaika. Bali nasema al-Imam Muhammad ibn Abdullah al-Quradhi
alhayatu at-tayyibah alqanaa, maisha mazuri yanayokusudiwa ni kukinaika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatoa uhakika kwa yule ambaye atakayetenda matendo mema, mwanaume au mwanamke hali ya kuwa ni mu'min. Allah ametoa uhakika wa kumpa maisha yaliyokuwa mazuri, na maisha yaliyokuwa mazuri ni kukinaika, atakuwa na qanaa. Bali ndugu zangu, ذكر المفسرون عند قوله تبارك وتعالى, pia wametaja wafasiri kwenye kauli ya Allah aliposema rabbana atina fid dunya hasana. يقول الإمام النسفي رحمة الله عليه يذكر فيها أقوالا كثيرا لكلمة حسنة. الإمام النسفي kwenye tafsiri yake ameleta tafsiri nyingi za neno hasana. Tunaposema sisi kwenye hii dua al-azima, dua iliyokuwa kubwa tunayopenda kuiomba kusema rabbana, ewe Mola wetu, atina, tupe sisi fi dunia hasana, katika hii dunia jema. Al-Imam an-Nasafi neno jema amelielezea kwa tafsiri nyingi sana. Minha, miongoni mwa tafsiri hizo, al-qanaa. Tunamuomba Allah subhanahu aturuzuku sisi katika hii dunia al-qanaa, kukinaika na kile ambacho Allah subhanahu ametupa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, hakika ya watu wema watakuwa katika neema, na kwa hakika ya wale waovu watakuwa katika moto wa jahannam. يقول المفسرون وتفسير القرآن ونسيما إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، kwamba hawa wema watakuwa na neema, watakuwa katika kufaulu duniani na watakuwa na neema huko akhera. Wa innal fujjara lafi jahim, ay fi dunya wa fil akhirah. يقول الإمام النيسابوري رحمه الله إن الأبرار لفي نعيم، أي نعيم الدنيا، hakika ya waja wema watakuwa katika neema ya duniani. Faqala al-Imam an-Naysaburi, akasema al-Imam an-Naysaburi, al-qana'atu wat-tawakkul, ni kukinaika na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumtegemea Allah, kwamba hakika ya waja wema wanaoishi kwa taa ya Allah hapa duniani watakuwa katika neema za duniani, watakuwa ni wenye kujitosheleza, wenye kukinaika na kila alichoruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema qad aflaha man aslama ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Mtume anaanza na harfu ya kuwekea msisitizo ya uhakika, qad aflaha man aslama, kwa hakika amefaulu yule ambaye amejisalimisha, aliyejinyenyekeza kwa Allah subhanahu, huyo kafaulu. Waruzika kafafan, na akaruzukiwa kujitosheleza, kutosheka. وقنعه الله بما آتاه, na Allah akamkinaisha kwa kile alichompa mtu huyu, kafaulu. Bali pia imekuja inda al-Imam Tirmidhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man asbaha aminan fi sirbihi muafa fi badanihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya bihadafiriha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man asbaha aminan fi sirbihi, yule atakayeamka asubuhi nyumbani kwake kuna amani, hapana magomvi, pana utulivu, pana furaha. Muafa fi badani, ana salama ya mwili wake, afya yake iko vizuri kabisa. Wa indahu qutu yawmi, na nyumbani kwake chakula cha siku hiyo anacho. Malipo yake Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fakaannama hizat lahu dunya bihadathiriha, huyo anakuwa ni kama vile amekusanyiwa dunia na pande zake zote, kakinaika huyo.
kwa kupata chakula tu siku moja, fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. وروى الإمام الترمذي في جامعه أيضا وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه. Mtume alimpa wasia Abu Huraira, akamwambia mambo matano. Katika hayo akamwambia, ittaqil maharima takun a'bada an-nas, ogopa, mche Allah subhana, yaogope, jitenge mbali na vile ambavyo Allah amevikataza, utakuwa ni mja mwenye kufanya ibada sana wewe, utakuwa ni mja ambaye umesifika na sifa ya kumwabudu sana Mola wako. Warda bima qasama Allahu lak, ridhia na kile ambacho Mola wako amekugawia, takun a'bada an-nas. Warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas, ridhika na kile ambacho Mola wako amekugawia, utakuwa ni tajiri wa watu. Kisha Mtume akamwambia, wa ahbib lijarika ma tuhibbu li nafsik takun mu'mina, mpendelee jirani yako kile unachokipendelea wewe nafsi yako, utakuwa ni mu'min. Wa inda Ibn Majah, kwenye riwaya Ibn Majah akazidisha neno Mtume akasema, kun wari'an takun a'bada an-nas, kuwa ni mwenye kumuogopa Allah, utakuwa ni mcha Mungu, utakuwa wewe a'bada an-nas, utakuwa ni mtu katika watu wenye kufanya ibada mno. Kisha akasema, wa kun qani'an takun ashkara an-nas, kuwa ni mwenye qanaa, kuwa ni mwenye kutosheka, utakuwa ni mja mwenye kumshukuru sana Mola wako. Wa kun qani'an takun ashkara an-nas. Jaa inda al-Bukhari, imekuja pia inda al-Imam al-Bukhari hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam haddatha yawman wa indahu rajulun min al-a'rab, Mtume alikuwa anahadithia siku moja, na kipindi Mtume anahadithia mbele yake kuna mbedui, mtu wa vijijini huko. Mtume akasema, inna rajulan min ahli al-janna, kuna mtu mmoja katika watu wa peponi, ista'adhana rabbahu fi zar'a, alimuomba idhini Mola wake ya kulima. Ndani ya pepo huyo mtu yupo anamuomba Allah subhana idhini ya kulima ndani ya pepo. Faqala Allah lahu, Allah akamwambia, alasta fima shi'ta, hivi hujayapata unayoyataka? Abdullah, mja wa Allah subhana, yupo katika janna, mazuri ya janna ya Allah subhana yanafahamika. Ukiangalia katika miti ya pepo, ile mihundi ya miti ya peponi, lile shina juu la juu ambalo linashikilia matawi, imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba miti ya peponi saquha min dhahab, ile mihundi yake ile inashikilia matawi ile ya peponi imejengwa na imewekwa dhahabu. Bali ipo miti ndani ya pepo, dhilluha, kivuli chake, yasiru rakibu fiha, anatembea mtembeaji katika kile kivuli, mi'ata am, miaka 100. Bado hujaelezea ardhi ya peponi ilivyotengenezwa kwa uzuri wake na mapambo ya matunda yaliyomo katika ile miti. Allah subhana alivyoipamba ile pepo, anamwambia huyu mja, alasta fima shi'ta, haujapata unachokiridhia unachokitaka? Yani mwanadamu huyo, al-insan, mwanadamu huyo. Faqala bala ya rab, akasema nimekipata ninachokitaka ya rabbul alamin, walakin uridu an azra, lakini nataka nilime ndani ya pepo, nilime. Faqala lahu izra, Allah akamwambia lima. Fabadara, akaweka mbegu kwenye ardhi. Fabadara tarfa nabato, ikatoka kwa haraka ile ncha ya mmea wake, hatta wastiwao, na vile vile ikasimama imara, wa hasado, na matunda yakatoka na akaanza kuvuna. فقال الله تبارك وتعالى، الله كسيما دونك يا ابن آدم، دونك يا ابن آدم إنك لن تشبع، wewe hauwezi kushiba wewe mwanadamu. Ndugu zangu, hali ya peponi ni tofauti na hali ya duniani.
unaweka mmea wakati huo huo na unakuwa na unaanza kula matunda. Bali ibadallah, mtu ndani ya pepo yu'ta bikulli ma yashtahi, anapewa kila anachokitamani. Hata yule anayetamani mtoto, Allah subhanahu anatia ujauzito na pale pale anajifungua na mtoto anaanza kutembea ndani ya ardhi.